kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? What is the relationship between lowering the cost of living and damaging a highway that has been built using the taxes of the people of Kenya? There is no relationship. Vile vile, hakuna uhusiano baina ya siasa ama mambo ya uchumi ya kupunguza bidhaa na kuchukua mawe na kupiga mtu na mawe ambaye ni mama ama mzee anaenda kuuza bidhaa yake sokoni kutafutia watoto wake riziki. There is no connection. Hakuna connection ya siasa na kuchukua mawe na kupiga magari ya watu. There is no relationship. Kwa hivyo lazima tukomesha hii tabia na itakoma. Lazima ikome, na hakuna mtu ako juu ya sheria ya Kenya. Wale wote ambao wamehusika katika kuleta vurugu, kuchochea ghasia ambayo imeleta vifo na maafa kwa wananchi, ambao wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa, afisi ya msaidizi wa commissioner pale Kitengela imechomwa, vitambulisho vya raia ambao hawana hatia na wahusiani na bei ya bidhaa imeharibiwa, na watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza, na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Na nimesikia watu wameongea kwa mitandao mambo mingi, na wanafikiri kwa sababu hii nchi, hii mambo imeendelea, tumeyaona tena, hakuna kitu serikali itafanya. Nimesikia wengine wakisema fulani na fulani hakuna kitu serikali inaweza kumfanyia. Nataka niseme hivi, katiba ya Kenya ni moja, sheria ya Kenya ni moja. Hakuna sheria ya wanyonge na sheria ya wakubwa. Hakuna sheria ya mwananchi na sheria ya mawaziri. Sheria ni moja. Wale wote ambao wamechangia katika uharibifu wa mali, uchochezi na kusafirisha wahuni, kuumiza Wakenya, kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Niliongea siku ya Jumatatu nikiwa pande za Meru, na nilisema kwa sababu wale watu wanasema wanataka kwenda kule Kamukunji kwa miaka mingi, kwa siku nyingi,
Ile mikutano wameitisha wakisema ni maandamano ya amani, haijakuwa na amani. Tukasema hakutakuwa na mkutano, wakadhani mchezo. Pale jana, kabla ya hata hiyo ilikuwa inaitwa mkutano ya amani, sijui maandamano ya amani kuanza, saa 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yeyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready.